Hatimaye tena tuko na episode kabisa bomba zaidi. Hii hapa ikiwa ni episode ya 5. Chuma inakwenda kwa jina Muliki Banditi. Sound ni ya Mgojosoni, sound ni ya Falu DJ. Squeezy wanita bai kaka mkubwa. Jana kuna shida kidogo zilitokea za mambo ya mawindo kwa update, kwa hiyo kushindwa kuruka vyema au hapa mzigo sasa leo zinatoka mbili. Ni double. Hii hapa episode ya 5 mzigo bomba zaidi. Na kwa jina Muliki Banditi. Hii hapa sound ya Mgojosoni, sound ya Falu DJ. Leo tuanzie pale ambapo tulishia katika episode safi ya 4 iliyopita. Okay. Basi naomba binti aliweza kuandika barua tu kutokana na kile ambacho alifanywa. Lengo lake ujumbe uweze kumfikia The King kwa kile ambacho kinaendelea katika Maple River kwenye hizo poti hizo ambapo shughuli za usafirishaji zinafanyika. Ile barua iliweza kumfikia General. General aliweza kumuita kijana wake, akamwambia lazima awe makini kwa sababu ukichaa ambao unaonesha mwanamke unaweza ukaja kuleta shida baadaye. Asema nipe muda nitakwenda kumfundisha somo huyo. Baadaye aliweza kuingia Mkalijang. Asema nimesikia mambo mengi sana ambayo yanaleta mkoruzano. Hiyo masuala upokeaji wa rushwa na mengi yanakulenga wewe. Asema mimi sihusiki na mambo hayo. General anamchimba biti dogo ili kumweka sawa zaidi. Anambia basi kama makini kwa wakati ambao unafuata baadaye. Sasa Charlie anatoka hapa. Tayari ameshagundua sehemu ambayo amekuja kufanya kazi. Tayari kuna kazi. Sasa anauliza nani ambaye alikuwa nchaji katika ya mambo yametokea. Asema kwa siku hivi za karibuni na vitu ambavyo hata mimi mkusi vielewi sana. Na hata pia muda ambao unazungumzia juu ya zile falasi 20 ambao zinasadikika zimesalia 3. Siwezi kujua nani ambaye anajua, lakini pia na masuala ya malipo ni majukumu ambayo kwa wakati mwingine wanatakiwa jitahidi kunyamaza tu, kwani utakuja kujiweka kwenye hatari zaidi. Upande pili kwa Mwamba Mudoki yuko na Mkalibang huyo. Sasa leo Mwamba anagawa kwa msosi. Kachukua kitengo saizi endo anashikilia uskani. Anawajazia sana machali wake msosi wa kutosha tu kutokana na kile ambacho amekipata. Lakini Mudoki alikuja akamwambia wewe mpumbavu, nini ambacho unafanya? Hii mambo yanatakiwa ikatwe kodi. Yaani hapa kuna kiasi ambacho unapunguza kwa ajili ya kodi na unampatia huyo mtu. Lazima tuwakate watu. Lakini Mwamba alikasirika kidogo. Siuli, ambe, naona unavuka mipaka yako Basi aliwapa kadi anavyotaka yeye tu, kwa sababu hata hivyo yeye ndo msosi ameutafuta. Lakini upande pili kwa Charlie, Jung bado anamtafuta ndugu yake tu. Anajaribu kuulizia kila sehemu kama kuna mtu yote ambaye amemwona. Lakini leo Mwamba alimshukuru Mudoki tu. Asema sijajua ajue hicho ambacho nakizungumzia ni nini ambacho naweza kunilipa. Lakini naomba nikupe story moja ambayo iliwahi kutokea nyuma sana kabla hujafika katika ile eneo hapa. Hiyo ilikuwa ni siku ya damu. Asema kuna miamba ambao walikuwa wanashikilia ile eneo la Maple River. Walikuwa wanatufanya sisi watumwa na pia tulikuwa tunaadhibiwa sana. Lakini sasa Mwamba ambaye kwa sasa ndo anaongoza kosi yule mtaalamu, asema alichoshwa na kile ambacho kilitokea, hivyo alihitaji kupambana na watu. Hata hivyo kizaazaa kilikuwa kizito zaidi. Mwanaume kumbe naye alishikaga uskani baada ya kuwapindua wajomba ambao walikuwa wanaishika ipoti ya Maple River. Asema siku hiyo ilikuwa ni siku ya kizaazaa sana. Lakini sasa hata hivyo mtu alikuwa amekosa msaada. Lakini Park Mudoki mimi nikaingia kwa ajili ya kumsaidia rafiki yangu. Kwa sababu mimi pekee ndo ambaye nilisalia kuonekana na uwezo wa kumsaidia mtu ambaye alikuwa ni kama rafiki kwa upande wangu. Hivyo niweza kumchoma mmoja katika eneo la goti, na hapo ndipo ikampatia nguvu mtaalamu ya kuweza kukabiliana na watu wale. Lakini mjomba ni kwamba hamna kitu, alikuwa anakimbia tu. Yaani ajua hapa mbio ndio itamsaidia. Lakini pia ilimsaidia mshikaji kuweza kupata nafasi ya kukabiliana na watu wale. Hivyo mwanaume alitoa sana msaada kipindi hicho kwa mtu ambaye saizi wanamuita bosi. Jina ndakupa hapo mbele kwa hiyo usipate shida zaidi. Basi watoa baada ya kufanikisha kukabiliana na watu wote, Mudoki aliweza kushangiliwa sana kwa kile ambacho anakifanya. Na anasema hapo ilikuwa ndo mwanzo mpya wa Maple ya New Era in Maple Beginner. Wow. Gastori tu alikuwa anamzungumzia mkali, anamsimulia tu namna ambavyo mambo iliwatoaga mbali sana, namna ambavyo wanaishi sehemu ambayo
haiwezi ikawa na sheria alafu mwanaume anatoka kwa madana namna hiyo. Mjomba Siuli ameshapata habari. Halo, hasa mbona anajifikia tofauti kwa wakati huu? Sasa upande wa pili katika godown moja hivi ambao linahusika na utunzaji wa vitu, Nyabumbu alifika huko. Anasema kuna mtu anatokea sehemu ambayo inaitwa Amguye. Yeye ndugu yangu, namtafuta, ni mrefu kidogo lakini pia na sura nyembamba zaidi. Akiwa anamuulizia mtu huyo, binti aliweza kusikia. Anasema nani na nani ambaye anamuongozea? Anasema mimi naitwa Park Choi. Kwa hiyo kuna mtu ambaye nilikuwa nahitaji kupata habari zake. Huyo ni ndugu yangu. Binti anasema kwa size yeye ni inchaji wa mabanditi. Ni mtu ambaye kiukweli tu ndani ya siku chache alileta kizaazaa zaidi. Lakini pia ni mtu ambaye ana uhusiano mkubwa sana na mabanditi kwa wakati huu. Sasa anashangaa katika nchi ambayo inakuwa ina muunganiko wa sheria, ni kwamba wanyang'anyi wameweza kuungana na maaskari kuweza kila kitu kuweka katika hali ya utata zaidi. Hivyo nani ambaye unazungumzia juu ya kwamba unatafuta haki katika eneo ambalo halina haki? Sasa huko wanajadiliana tu juu ya assistant officer Jang ambaye amefika kwa wakati huu. Mambo inaonekana analeta shida kidogo. Wale askari watatu wa chini wanasema watamchukulia uangalizi mwamba ambaye anafahamika kwa jina la Jang kwa kile ambacho kinatokea. Lakini upande wa pili unaambia kuna kizaazaa, kuna uvamizi katika miongoni mwa eneo ambayo inapatikana kaskazini mwa Maple River. Kuna Mnyabumbu ambaye anahitaji kuchukua himaya kimababe zaidi. Yuko na mtu nne nyuma tu, akiweko na binti mmoja. Hawa wananuka kipigo zaidi. Anahitaji kuichukua ngome. Na mwamba, kumbuka dima yake. Bidhaa yake ni kwamba anahitaji kuikontrol Maple River na ile eneo lote katika ruti za kibiashara zaidi. Sasa mjomba alikuwa anakimbia tu baada ya kuona vijana wake wote wameshataitiwa zaidi. Nyabumbu Mjapani huyo. Lakini Charlie ambaye historia yake inaonyesha kwamba alikuaga Korea kipindi hicho, baada ya kwenda Japan amerudi amechange mazima zaidi. Anasema kama tutaweza kuwa ndugu basi kila kitu kitakuwa sawa. Anasema basi kuanzia leo Samba itakuwa chini yako mkuu, na mimi nitakuwa upande wako. Hivyo naomba favor kuniacha nisalie. Anasema nahitaji kuiunganisha Gyeogang River ili niweze kutake control katika ruti zote za kibiashara katika ile eneo. Basi hicho ni kitu ambacho nakifikiria Mjapani huyo. Hai sasa upande wa pili wanaletea taarifa kwamba mkali Wang Ai kutoka Wang Ai Clan, yani kabila kutoka Japani ambao limeweza kuchukua eneo la Gaikuchi, mambo ambayo alikuwa anamiliki hapo ka eneo. Hasa washikaji walikuwa wanafinya mfinyo, walikuwa wanapiga zingine ni kama igo, yani walikuwa wanakuangua. Waambia vijana wanne wa Wang Ai walikuwa wanapiga mipigo ya ajabu. Asema lakini miongoni mwao alikuwa mwanamke ambaye ni katili zaidi, anapiga kama zile twinkle twinkle, unaona nyota zaidi. Aliwaletea kwa ujumbe tu juu ya kizaazaa ambacho kimetokea upande wa pili. Lakini pia kuna taarifa ambayo inasemekana kwamba kuna kikao cha siri sana usiku huo, lakini mwamba mudo hawezi kwenda. Basi walikutana na ule assistant officer ambaye anashirikiana vyema na mabanditi ambao wanateki control katika ile eneo. Anasema basi tunahitaji kuhakikisha tunaweka vitu sawa zaidi. Lakini Mnyabumbu anaingia hapa kutoka Wang Ai Clan. Kwanza alifinywa tu, alafu yeye anaziweza sana, ila alitulia tu. Kwa sababu mshikaji anatumia akili sana. Anasema Gang Siob, hebu tuliza munkari yako. Tunahitaji kuteta na mtu huyu, usikia nini ambacho anahitaji kusema. Mwanaume hapa alikuja makavu tu. Anasema naomba nipate nafasi ya kuungana na wewe. Mimi naitwa Wang Ai, natokea Oregon. Majina Korea haya kuna namna ndakiwa Mkorea kidogo. Usipate shida, ni mgojosoni, kwa hiyo mambo yako sawa zaidi. Anahitaji kuteta na mkungwa Kurubembe. Anasema kwa kipindi cha uunganishaji wa mipaka ya Nosi inaonekana ulishiriki vyema zaidi. Anasema nyie Barbarian hamna tofauti na sisi tu. Wewe unahitaji tengeneze muunganiko kati ya Johnson na watu ambao ni wa Barbarian. Yaani hawa Korea hao wanachukulia kama wanasema wanyang'anyi wa Barbarian. Sasa anahitaji kutengeneza muunganiko na huyu askari kwa sababu washagundua mtu huyu yuko kwa ajili ya kupata fedha nyingi. Anasema naona mna wasiwasi tukitengeneza muunganiko na Wajapani. Ni maneno ya ofisa. Anambia sasa I'll pave the way for you, na kutengenezea njia kwa ajili yako kwa kile ambacho unakitaji.
Moja kwa moja anaenda katika eneo la siri sana, huku hatujagi kuiona sura ya Mtoyo. Anasema sasa Wang'ae naye imeshampa madaraka, mamlaka kuweza control sehemu. Lakini kuna mtu amvalia vibanio ambavyo vinaashiria ni mtu ambaye anatoka katika wadhifa wa juu zaidi katika jumba la kifalme. Sasa nani mtu yule? Kwenda kumjua hapo mbele zaidi. Sasa Chalia amerejea leo. Anasema Chunsiki yule mtoto wa Kaba amekuwa ananipiga kila siku, lakini ipo siku ndakuja kumuonesha show. Mtaalamu alikuwa anamsikiliza sana Chalia juu ya lawama zake. Sasa leo Chalia aliweza kumuinua mkali Siuli majira usiku. Anasema naomba unisaidie namna ya kupambana na mtu ule. Japokuwa ni mrefu na unaonekana na nguvu, lakini nahitaji unipe hata kama mwongozo na kuweza kumshenyenta mtu ule, kwa sababu amekuwa ni kizaazaa kwa upande wangu. Basi mkali sio amwambia tu kuna maeneo matatu muhimu ya kupiga. Kuna eneo la Kolomeo, alafu kuna hiyo sehemu ya chembe ya moyo hapo na mpakua hapo, alafu pia unaweza kugusa huko chini huko Ikulu. Hapo utaweza kuwa umemdhibiti mtu huyo. Mwekeze bwana mdogo namna ya kukabiliana naye mtu huyo, lakini pia kumpatia mwanga tu juu ya maeneo muhimu ambayo akimchapa mtu huyo atatulia zaidi. Lakini pia baadaye mkali Inspector upata nafasi ya kuongea na mkali Wang'ae. Anasema nini ambacho nakifikiria, kwa sababu moja ambayo iko katika akili yako. Wanasema mimi naweza nikakulipa mara mbili ya kile ambacho nalipwa na mtu huyo. Anasema hiyo naweza kukufanya kwa wakati mwingine ukaja kuumia tu. Sasa upande wa pili kwa mkali Kang, bado anamtafuta ndugu yake Jang. Anajaribu kuulizia kila upande kama kuna mtu amemwona mkali. Sasa kuna mwamba alisikia yule buyu, moja kwa moja analeta taarifa kwa Mudoki. Anasema askari kutoka katika ofisi za kiaskari anamtafuta Siuli, na wamba huko anaita sana Siuli. Lakini Siuli yuko upande wa pili na Chalia ambaye kwa sasa anahitaji kulipa kisasi kwa mtu ambaye amekuwa anamuonea siku zote. Anasema leo hiyo takataka na kwenda kuisimamisha. Mwanaume ni mwamba zaidi, lakini dogo yeye anahitaji kumkalisha. Mshikaji anashuhudia tu kali sio juu ya kizaazaa hicho. Basi walianza kuzichapa katika ile eneo. Lakini sasa unaambia leo bwana mdogo alipiga yale maeneo muhimu, afu akamtuliza mkali mpaka akaomba poa kwamba kwa sasa nimeshindwa. Basi Chalia anatamba kinyama kwamba ameweza kumdhibiti mwamba huyu ambaye kwa wakati wote alikuwa anamtesa zaidi. Sasa upande wa pili kuna mtu anakuja anaita kaka, anasema Bang yuko hapa. Chalia Bang kumbuka alimkosaga mwamba siku ile, kwa hiyo leo anahitaji kuja kummaliza. Sasa wanamtafuta Siuli ili aje awape msaada, lakini kwamba Siuli kwa wakati huo hayupo. Kila upande ambao anatafuta ya kwamba Siuli hayupo. Sasa mwamba aliyofika anasema leo ndo kuchukua wewe tu, na hiyo atafanya nafasi ya kumfanya mwanaume akufuate, kwa sababu kwa sasa si ndo kama bosi. Basi moja kwa moja mkali analetwa kitengo huko ili mwamba aje aweze kumsaidia tu. Ndio amechafuka sana. Anasema kwa nini mlimpiga Bang? Afu inaonekana ndo una uhusiano na mtu huyo ambaye aliweza kumpiga Bang wakati huo. Anasema boss, tafadhali nisaidie mimi. Kwamba mtu ambaye anamuomba aweze kumsaidia kwa wakati huo, mwamba ambaye alimpiganiaga sana kwenye historia. Lakini mwamba aliweza kufunga mlango tu ili kumwacha mzee mzima aweze kuchezea kichapo. Lakini ikuchukua muda mwanaume huyu hapa Kali Siuli Chalia anacheka kinyama na jamini. Asa mbona sura ya kilembo, acha nikuvunje tu. Basi mama akasema ngoja tucheze ile ambayo mnahitaji tucheze kwa wakati huo. Ilikuwa ni meshinyento tu. Sasa anaambia kaka mkubwa akaona atumie beto tu. Asa ngoja nikuvujishe damu. Katika kutumia kisu kwa bahati mbaya mchana kidogo mwanaume, na ili mkasirisha sana mwamba. Hapa aligeuka na kuwa mnyama zaidi. Alimshenyenta vyema na kumtuliza. Basi the big boss mwenyewe akaona kuwa Chalia ameweza kuwatuliza vijana wake. Asa basi ngoja tucheze ili tujue nani ambaye ataweza kutake control Maple River. Ale mzee alikuwa anamsihi sana Siuli aweze kuachana kupambana na mtu huyo. Lakini sasa Siuli sio mtu wa kurudi nyuma. Hivyo alihitaji kupambana na mtu ambaye kwa sasa anajiita ndo big boss wa mabanditi wote, ili kuhakikisha anatengeneza nafasi tu ya kuteki control katika ile eneo. Asema acha tupambane. Hiyo hapo katika episode bomba kabisa ya 5. Sasa nini ambacho kinajili katika episode ya 6? Kumbuka ni mida saa 2 kamili tu. Leo tunapiga 2. Kwa hiyo
Usiwaze, usipate moto, usipate joto. Mida saa 2 kamili usiku, episode ya 6 inapanda live bila chenga. Asante sana kwa time yako. Let's say ciao, kamsame.